sala kinyarupe mbekinuke, Zara akawafumania. Oh my god, yani uliniambia ni rafiki wa kaka yako, kumbe unanichiti. Pato muda ana akamvuta na kumwambia kwamba mimi na wewe mahusiano yameishia hapa. Mwanamke jobless, wewe nakupeleka wapi? Hebu toka, usije tena kwangu hapa. Sikuhitaji. Oh, come on baby. Mwili wangu bado unakuhitaji. Kuna hawa wasichana wawili ambao wanaishi apartment moja. Huyu anayefanya usafi anaitwa Mena na huyu anayeshuka kwenye ngazi anaitwa Zara. Ni marafiki wanaopendana sana na wanaishi kwa upendo, lakini ukiachana na urafiki wao ni watu wanaoonyesha maisha ya uongo kwenye mitandao ya kijamii, si ndio bana? Sasa leo Mina alikuwa anafanya usafi kwa ajili ya kumpokea mgeni wao mpya ambaye watakaa naye ili kuweza kushare kulipa kodi ya hiyo apartment. Mina akamwambia Zara aweke mazingira safi, nyumba ivutie. Hivi huyo dada yeye anatoa shilingi ngapi mpaka unamleta humu ndani? Anatoa hela ambayo wewe huwezi kulipa, si umenisikia? Ako kamdomo kako ndo kanakuponzaga. Zara akasema mwanaume wangu Pato anaweza kulipa hiyo pesa. Mungu wangu, oh shit. Unamwongelea Pato yupi? Mwisho watu wajue Pato rangi au? Hebu nitolee huo upuuzi wako bana. Mwanaume hata kodi inamshinda. Alafu una kazi ya kumsifia tu. Sasa sikia, naomba utulie, uwe mtulivu na sitaki kusikia hayo majivuno yako. Kwanza acha kumtaja Pato. Watu watajua hata ni nyanya sasa. Ni bora utafute kazi ya kufanya. Okay, wewe kumbe una kazi. Muda wote upo na laptop busy tu kwenye forex trade. Alafu unasema una kazi. Sasa sibolea mimi. Wewe una kazi ya kumtaja mwanaume wako Pato. Katafute kazi huko bana. Lione. Basi bana wakaishia kutaniana. Asubuhi ya leo Mina na Zara walipata mgeni ambaye anakuja kwa ajili ya kupanga ndani ya apartment hiyo. Huyu dada ni content creator. So alivyokuwa anakuja alikuwa live akiwaonyesha mashabiki zake kuwa sehemu anaoenda kukaa. Wakati huo Mina na Zara wapo dirishani wanachungulia. Huyu si ndo yule nilimfollow Instagram au? Ndo anakuja kana sisi sio? Zara akaamua kuchomoka kwenda kuvaa nguo faster. Huku Mina akamkaribisha ndani. Madam karibu ndani. Basi bana, Shola akaa anawatambulisha. Huyu anaitwa Kelly ndo mpangaji wenu, lakini Kelly huyu anaitwa Mina. Asante sana kwa kufahamu. Mina akasema Shola aliniambia kuwa ulikuwa unatafuta nyumba ya kupanga. Nilikuwa nipo Lagos, nikaenda South Africa, lakini sasa hivi nimerudi. Okay, karibu Nigeria. Hapa unataka kukaa muda gani shosti? Hapa nataka kukaa ndani ya miezi 6 mpaka 8. Safi. Kodi ya hapa kwa mwaka mzima nina hela 2,500,000. So kwa miezi 6 nina hela 1,250,000. Hakuna shida, nitalipia. Sorry, ninaweza kuzunguka kuangalia mazingira? Madam, kuwa free. Naona mambo ya content creator yanaendelea, lakini nyumba imenyooka, ina wifi, ina air condition. Pia tuna mfanyakazi wa usafi wa ndani. Mnafanyakazi wa usafi wa ndani? Madam, kitu kama hicho. Kelly akasema kama hamtamani naomba hizi picha zenu mpange sehemu nyingine. Nataka mpangilio mzuri wa kuvutia. Pale Zara akatokea. Kwani huo mpangilio una shida gani? Kelly akauliza, huyo ni nani? Mina akasema anaitwa Zara. Wewe ndo mfanyakazi wa ndani sio? Unamuita nani? Sikia, huyu dada atakiwa kupanga hapa. Mtoe aisee. Ndo anadharau hivi. Msinichoshe, mimi sipendi kelele. Niambie mnataka nipange hapa au nikapangishe sehemu nyingine? Ndio hatukutaki. Zara, acha upozi wako basi. Zara akaondoka. Sorry kwa usumbufu madam, lakini unataka kuhamia lini? Ni kesho nafikiri. Okay sawa, na kutumia details zangu ya kadi yangu ya bank. Poa, hamna shida. Ila nikija sitaki usumbufu huu uendelee. Sipendi kelele. Naomba utulivu kwa sababu nimekuja ili nipate muda wa kutengeneza content nzuri. Sawa madam, nitashughulikia hilo. Kila kitu kitakuwa sawa. Okay, bye madam, karibu tena. Zara, unajua unakuaga na shida. Bongo wako upo sawa kweli. Wewe unajua kabisa hapa lazima tulipe kodi ili tuweze kuishi. Na mleta mtu tukae naye, tuchangie kodi, unaleta kamdomo. No. Kwa hiyo Mina, unaleta watu watudharau sio? Au kwa sababu ya hiyo Benz? Au kwanza Zara, utakia hata kuongea maskini ya Mungu. Kwa sababu hii nyumba ni yangu. Wewe unalipia 40%, mimi nalipia 60%. Na hata 40% bado ulipii. Hebu angalia muamala umeshasoma huko. Na hela 1,250,000. Hebu bana, unadhani nashindwa kukurudishia hiyo pesa? Mimi sitaki milioni. Wewe nipe na 50,000 tu. Hebu bana, usinichekeshe hapa bana. Sasa leo ndo siku ambayo Kelly alikuwa anahamia mjengoni. Abel kameramani wake akawa anamsaidia. Sasa yeye anaingia anakutana na Zara. Akamuuliza, "Samahani, Mina yuko wapi? Kwani wewe ni kipofu? Uoni kama hayupo hapa au?" Ndo maana nimeuliza kwa sababu sijamuona. Yuko wapi Mina? Zara hakujibu, aliendelea kupiga waini yake. Sikia Abel, asante sana kwa msaada wako. Lakini kesho nataka
uwahi kuja kwa ajili ya launch video, so nataka uwahi kuja tu shoot content kali, lakini ile kazi nyingine niliyokupa nilikuwa nimevaa nguo ya pinki, naomba uedit vizuri kila kitu hadi color grading, ila baadaye tuposti. Abel anaitikia tu sawa bosi. Sasa shika hizi pesa, lakini sijabadilisha dola zangu, shika hizi, nafikiri unaweza kumanage. Abel akashukuru pale akasema. Mida ya mchana kile alikuwa yupo live anaonyesha mashabiki zake bana vitu anavyomiliki, akiwa anaonyesha mawigi. Ghafla mlango ukawa unagongwa, akawaambia mashabiki zake kwamba kesho atawaonyesha nyumba anayokaa, so muwahi kujoin, nawapenda sana, bye. Akamkaribisha mgeni. Kerry, mambo poa, za wewe? Nzuri, sorry sikuwepo ulivyokuwa umefika, nilikuwa nimetoka kwenda kwenye mishemishe zangu, si unajua tena. Usijali, mimi nipo sawa kabisa. Okay, sawa, karibu mama, hicho ndo chumba chako, kwa hiyo kuwa huru. Asante sana, nimependa sana ukalimu wako. Shosti, hebu ngoja kwanza, kwa hiyo unataka kuniambia hivi vitu vyote umevipata kupitia kutengeneza maudhui tu? Ya kabisa, hii yote ni kwa sababu ya content. Basi na mimi unabidi unifundishe, kumbe la ipo bana mtandaoni. Karibu, lakini una followers wangapi Instagram kwanza? Kama 700 hivi. Wewe huu mwaka 2025 bado una followers wachache hivyo? Sawa, lakini TikTok una followers wangapi? Wapo kama 200 hivi. Tu pua. Na YouTube una account kweli? Hapana, sina, kwa sababu mimi sio content creator. Okay, basi nitakufungulia account na nitakufundisha jinsi ya kulipwa na YouTube. Basi sawa kipenzi, kuwa free, hapa ni kama kwako tu. Asante sana, nashukuru. Ilikuwa mida fulani hivi ya jioni, Zara alitoka nyumbani kwake na kwenda kwa mpenzi wake anaitwa Pato. Sasa ile anaingia ndani, anawaona Pato na mshangazi mmoja hivi una minyama mingi sana. Zara akauliza, "Huyu ni nani?" Pato akasema, "Zara, huwa anachoka sana na maswali yako. Hebu wewe tu unasalimia basi kwanza." Sawa, good evening madam. Huyu ni nani? Huyu ni Mima, ni rafiki wa kaka. Mbona unajingatangata sana? Alikuja kunitolea kitu tu hapa, so wewe nenda jikoni kanipikie, mimi nina njaa. Mima, tuondoke. Hebu ngoja kwanza, mnaenda wapi? Nampeleka kwake Faster, kwani taksi hakuna? Hivi uniamini au? Nimekuambia nampeleka mimi, kwani kuna shida gani? Wewe umekuja kwa ajili ya kupika na sio kuniuliza maswali kama tupo polisi bana. Hebu tuondoke. Zara anabaki anaangalia minyama, nitatoboa kweli hapa sasa bana. Leo Kelly alikuwa yupo live anaonyesha mashabiki zake vitu anavyovaa ni original na expensive. Kwanza mmeona hii heleni na bracelet ni pure diamond. Ghafla Zara akawa anamchola tu, akasema, "Hakuna cha diamond hapo, wewe unavaa vitu fake, waambie watu ukweli, acha kujigamba mtandaoni bana." Kelly akazima kwanza ile live kwanza, wakaanza kutupiana maneno. Yaani kwanza anapoteza muda kubishana na kitoto cha kijijini. Wewe sio level zangu bana, nani unamuita mtoto wa kijijini? Zara akashindwa kuvumilia zile dharau, wakaanza kupigana. Mina naye akakimbia kuja kuamulia, akapigwa kifuti cha mdomo. Muda kidogo Mina alivyoona wanaendelea kutupiana maneno, akawaambia, "Hivi nyie mnajielewa kweli? Sasa mnaoneana wivu wa nini? Watu wenyewe mnachangia apartment moja, hebu acheni upuuzi wenu bana." Mina akaondoka, Zara naye akamfuata. Yaani watu wanapenda kuharibu mudi za watu tu. Hii nyumba wamekutana wote wanapenda vitu vizuri, lakini wana tabia ya kutambiana na kuoneana wivu. Sasa mida hii Kelly alikuwa anafurahia sana pata mzigo wake, akaenda nje kwenda kuchukua. Kurudi ndani kila mmoja anamwangalia. Sasa kwa sababu Kelly ni content creator, chochote anachofanya lazima awashe kamera. Basi akaanza kuunbox ule mzigo wake. Kelly anazidisha sifa hadi Zara anaboeka. Sasa ile Kelly akaenda kufuata taa, Zara akawa anamwambia, "Mina, siwezi kupoteza pesa yangu kwenda kununua kiatu cha kawaida kama hicho." Mina akamwambia, "Acha wivu, fanya kazi na wewe ununue vitu vizuri. Wewe una wivu sana kipenzi. Hivi kweli Mina wewe ni rafiki yangu?" "Zara, shoga yangu, tafuta hela, acha wivu. Hebu nyamaza huko, acha kuniboa na wewe." Mida hii ya usiku mwingi, Zara naye akawa anatafuta pochi nzuri ili aje na yeye atambe, wasimchukulie poa hapa ndani. Akawa anaangalia mtandaoni, akaona mkoba wa kampuni ya Louis Vuitton. Ili kucheki bei, kwanza akashtuka, Mungu wangu, dola 19,000? Hawezi bana, mkoba tu hela yote hiyo? Hapana, haiwezekani, hawa wana gharama sana. Hebu ngoja niangalie nyingine. Bora hawa hii kuliko Louis Vuitton. Hii nanunua, ngoja niweke order. Nikinunua hii mkoba, kelele zote humu ndani zitaisha. Kweli bana, Mungu sio Athumani. Leo hii Zara alivyotoka kwenye mishemishe zake akarudi home akiwa na brand new ya Serena, koba mpya kabisa. Mina akamuuliza, "Pesa umetoa wapi?" "Mpenzi wangu Pato kaninunulia." Mina, nishikie simu basi unirekodi na unbox. Unajua tena mambo ya content creator. Wakati huo Kelly anamwangalia kwa jicho la wivu kinoma. Ni mwendo wa kuvimbiana
kupigana tu kwenye hii apartment. Hapo hapo akamvalisha Mina mkoba na kusema kuna watu wanaona wivu. Kelly akacheka akasema, yani kuna watu wanajidanganya kweli. Unaweza hata kulipia ada lakini kununua vitu classic huwezi. Mina akasema, sasa hivi hapa mtaanza kupigana. Do kweli hii nyumba ina vituko. Asubuhi hii mida ya kama saa 3 hivi Zara alikuwa anapigiwa simu lakini haokoti kabisa. Ile namba ikapiga tena lakini Zara hakupokea. Tutajua uko mbele kwa nini Zara hataki kupokea hii simu. Mida kidogo Zara alikwenda kwa boyfriend wake Pato. Wakati wamekaa Zara alimwambia Pato, nina shida na naira 400 na naomba nikalipe mikopo. Hapana, sina hiyo naira 400. Ngoja tusubiri mwezi unaokuja. Hapana, haiwezekani baby. Inahitajika muda huu nikalipie deni. Ujue nini Pato? Kumbuka wewe ni boyfriend wangu na mtu pekee wa kunitimizia mahitaji yangu ni wewe. Hivyo mwanamke, mbona mbishi? Nimekwambia hiyo hela sina. Kwa hiyo kama mimi ni boyfriend wako ndo natakiwa niende nikaibe benki, sio? Wewe kila ukija hapa ni mwendo wa vizinga tu. Mara pesa ya kitu hiki, mara sijui nini. Hebu sikia, hiyo pesa sina. Fanya unachotaka ukifanya, ukimaliza usepe. Nimesha kuchoka ujue. Huku upande wa pili Mina na Kelly walikuwa wanapeana somo la kutengeneza maudhui mtandaoni. Mlango ukao unagongwa. Kelly akamwambia Mina, waambie hayupo katoka. Ili anafungua mlango akamsukuma huko pembeni. Okay, kumbe ulikuwa unataka kukimbia, sio? Hey Marcus, nimefurahi kukuona tena. Sikia wewe mwanamke, nilichofuata hapa ni kitu kimoja tu. Pesa au gari yangu Mercedes Benz. Basi Marcus, ongea polepole. Mbona unafoka? Hayo yote umeyataka wewe. Naomba ufungue gari. Mwamba, mpiga sachi hapa. Marcus, lakini wewe ni rafiki yangu. Tuongee. Sina muda wa kuongea na wewe. Oi yanko, nimeupata, tuondoke sasa. Kwa hiyo ile naira milioni 5 ilizokupa, hizo ni za kunipotezea muda. Marcus, naira milioni 5 for wasting time. Oh my god. Ghafla Zara naye akaingia ndani, anakutana na hiyo vagi hapo. Yaani kama umbea hujampita. Ile Kelly akawafuata nje, Mina akamvuta Zara na kufunga ule mlango ili ampe mchapo mzima ulivyokuwa. Kwamba ile gari anotembelea amelipia naira milioni 5. Kwa hajamalizia deni lilobaki. Kwa hiyo wenye gari wamekuja kuchukua. Kumbe sasa unafunga mlango wakati kuna issue pambe inaendelea. Sasa Zara na Kelly wana kama kabifu fulani hivi. Zara akaanza kuimba, kufeki maisha sio vizuri. Fake life is bad. Kufeki maisha kuna dhalilisha. Sasa umeona aibu ulioipata kisa kufeki maisha. Basi Kelly akaona bora aende chumbani kwake tu. Zikapita kama siku 2 hivi. Zara alimtumia SMS mpenzi wake kwamba baby upo nyumbani. Mchizi akujibu. Zara akaamua kupiga simu. Nayo simu haikuokotwa. Zara akaona msintanie. Mchizi anaweza kuwa yupo na mshangazi. Basi akajiandaa faster ili aenda kwa mpenzi wake. Kweli bana, mtu sio nyao. Leo mchizi alikuwa anajipakulia minyama. Kichupa kimejaa na kupakumwagia pamekaa kwenye target za Mwenge wa Uhuru. Sasa ile mchizi yupo anamwandaa soft touch za hapa na pale ili kisalasa la kinyarupe mbekinuke. Zara akawafumania. Oh my god, yani uliniambia ni rafiki wa kaka yako kumbe unanichiti. Pato muda ana akamvuta na kumwambia kwamba mimi na wewe mahusiano yameishia hapa. Mwanamke jobless, wewe nakupeleka wapi? Hebu toka, usije tena kwangu hapa. Sikuhitaji. Come on baby. Mwili wangu bado unakuhitaji. Basi mchizi akambeba kwa ajili ya kujipakulia minyama. Ni mwendo wa kisalasa la kinyarupembe. Leo bana, Mina yupo zake anapiga kazi zake kwenye PC, mara simu inaita. Namba geni. Akaokota. Hello, good morning madam. Mimi naitwa Mike, tunahusika na mikopo. Nimekuwa nikipiga simu kwa madam Zara lakini haokoti kabisa. Sasa ni hivi, Mrs. Zara alikopa naira 500 na kwenye huo mkopo alikuweka wewe ndo mdhamini wake. Mikopo? Hivi nyie mna akili kweli? Kipindi Zara anachukua pesa mimi nilikuwepo. Kwa hiyo mnataka nifanyaje? Hamna madam, ila amekuweka mdhamini. Sasa kwa nini hamkunipigia simu kuhakikisha kwamba nimeridhia? Naomba niwaambie, mkome kunipigia simu na kunieleza vitu vya kipuuzi. Umenisikia? Kesi haikuishia hapo. Akaenda kwa Zara. Wakati huo Kelly naye alikuwa sebreni. Akamwambia Zara, hivi Zara una akili timamu kweli? Sasa kwa nini umeniandika kwenye mkopo wako eti mimi ndo mdhamini wako? Kwani Mina wamekupigia simu? Ndio wamenipigia. Umekopa naira 500. Zara, hiyo pesa yote umeifanyia nini? Nilinunulia begi. Begi gani? Ile nilokuja nayo mpya naira 400. Hebu ngojeni kwanza. Mnazungumzia ile begi ya Selina ndo 400 wakati ni fake? Hapana, ile sio fake, ni kama kopi. Lakini wewe si ulisema umenunuliwa na boyfriend wako? Nilidanganya tu. Sasa sikia Zara, naomba usirudie hii tabia tena. Usijaribu maana utakuwa umeharibu urafiki wetu. Zikapita kama wiki 2 bana. Baada ya kuwa kila mmoja wameshajuana kuwa wana fake life na wajua wanapata wapi pesa. Sasa mida usiku Kelly alimfuata Mina na kumwambia kwamba nimepata idea mpya ya sisi kupata pesa. Basi wakakaa pamoja ili Kelly awape hiyo idea. Akasema hii sio kama biashara ya ngono bali ni sisi kukutana na wanaume wenye pesa zao mjini wapa kampani. Kwa hiyo unataka kuniambia hatufanyi sex, sio? No sex. Okay, no sex. Vipi malipo yanakuaje? Malipo
kwa usiku mmoja nina laki 5. Pesa ni ndefu. Na kwa nini wewe uliacha sasa? Niliamua kuacha ili kutengeneza brand yangu. Kwa hiyo nini kinafuata hapa? Hapa kwa sasa ni kumpigia mkaka mmoja anaitwa Dampo. Huyo ndo anatuunganisha na boss. Alafu yeye tunamlipa 20% ya pesa utakayoipata. Sikia, hebu mtafute haraka. Zara, kwa hiyo na wewe umekubali? Madam, no sex, only company. Baada ya hapo na laki 5. Na shida gani sasa? By the way, mambo ni mengi, muda ni mchache. So, mida usiku Dampo aliwachukua hadi eneo la tukio. Sasa ile kina Zara na Mina wanashuka, wanashangaa kuona wadada wengine wanapishana nao wakiwa wamevaa nguo fulani hivi sex kabisa. Dampo aliwakaribisha mpaka kwa tajiri mkubwa. Wenyewe wanamuita Big Mama of Lagos. Uchao mwingi nini? Bosi umenyoka kama lula. Basi Dampo, karibuni mabinti zangu. Sasa ni hivi, kuna picha nataka mpige, ziwe classic na sex zitakazowavutia wateja wangu. Madamu, hilo jambo limeisha. Okay, wiki hii nina wateja wangu ambao ni matajiri, very classic, watakuwepo mjini. Sasa nataka muwape kea nzuri na huduma babu kubwa. Alafu mashoga zangu Big Mama anatupa kila mmoja na hela milioni 2 na yeye tunampa 20% ya pesa tutakayopata. Hebu ngoja kwanza niulize swali. Ni tunafanya mpaka sex au ni company tu? Bibie, sex lazima? Hapana, siwezi kupoteza muda kufanya vitu vya kijinga. Siwezi. Wewe Mina, una shida gani jamani? Na hela milioni 2 ni pesa ya kuacha kweli? Dampo, unaniletea watu gani? Hebu kama hawawezi watoe nje. Sitaki kabisa watu wa namna hii. Basi Dampo akawa ameuzika, akawatoa nje na kuambia kwamba Big Mama apendi watu wasioheshimu kazi yake. Kama mlikuwa hamwezi, simngesema sasa. Msinipigie simu tena kama hamwezi. Zara, Mina na Kelly wakaamua kusepa. Mida hii ya mchana, Zara, Mina na Kelly walikaa kikao ili waweze kujadili swala la kwenda kuuza mili yao ili waweze kupata hiyo na hela milioni 2 kila mmoja. Wakaanza kumshawishi Mina. Hivi Mina, unataka maisha mazuri alafu una pesa? Kwani unakubali tuache na hela milioni 2? Kwani mtu akijipakulia minyama anaondoka nayo au? Kwanza ni usiku mmoja tu. Tunapewa pesa yetu tunajikataa. Hebu fikiria bana. Basi bana, Mungu sio Asumani, mtoto akaingia kwenye mitego wa panya akakubali. Sasa usiku ulivyoingia, Dampo akaja akawachukua ili watu wakajipakulie minyama. Si unajua zile kisarasa la kinyalupembe. Ikawa hivyo bana. Baada ya kazi ngumu wakawa wanafurahia tu kupata maokoto, wanaimba tu. What is money? Money is water. Hii nunua nyumba, hii weka nywele. Basi ni furaha tu. Cheers juu, pesa inaongea. Ukapita kama mwezi mmoja hivi, Mina alipigiwa simu na mdogo wake na kumwambia kwamba mama anaumwa na inahitajika na hela laki 370 kwa ajili ya vipimo na CT scan. Oh my god. Ngoja niwatumie kiasi cha kulipia CT scan huku nikiendelea kuwatafutia nyingine. Mina akatoka hapo, wakakaa kikao ili wajue wanamsaidiaje mama yake Mina hospitalini. Zara akasema, mimi nimebaki na hela laki 5 lakini nitakupa na hela laki 250. Pesa nyingine umepeleka wapi? Nimenunua mikoba na viatu. Sijui tunafanyaje. Unaonaje tukimpigia simu Dampo ili atupe kazi? Kelly akasema, simlisema mara moja tu. Hapana, haiwezekani ndugu zangu. Sio kweli. Haya, tuambie tunamsaidia mama na hatuna hela za matibabu. Basi Mina akaamua akubali tu. Mida kidogo Dampo akafika nyumbani. Kelly akasema, Dampo, tuna shida sana na tunahitaji pesa. Hilo tu limeisha. Uzuri mmesema mapema, maana Big Mama kawaonyesha matajiri picha zenu na amechagua Mina na Zara kwenda kutoa huduma. Na hao washikaji wanakuja kesho na ni wana hela, sio mchezo. Zara akauliza, wanalipa kiasi gani? Swali zuri. Watalipa $2,000 cash. Kwa zile timu ya mtu 3 yote kashangaana. Kwa hiyo pesa iliyotajwa hapo ni mwendo wa furaha tu. Mjiandae maana shughuli yenyewe ni kesho usiku. Kesho? Kwani una shida gani? Hapana, hamna kitu. Dampo alivyotoka nje, Mina akamfuata akamwambia, kesho itakuwa ngumu maana nipo kwenye mwezi wa siku zangu. Asikia, huyo mwamba anapenda sana watu kama nyie. So atakujali kinoma na pia atakuongezea kiasi cha pesa na tena usijali, wewe njoo umependeza na usiwaze kabisa wala usiogope. Sasa mida ile usiku mwingi, Mina yupo na mchizi boti smart kabisa. Akamuuliza, una miaka mingapi? Nina miaka 26. Unaonekana tu na ulembo wako wa kuvutia. Nasikia una surprise yangu. Nafikiri tufanyie bafuni. No, usijari. Ndo maana kuna mataulo mengi tu. Kwa hiyo nitakukea. Yaani wewe usijari wala nini. Okay, thank you. Huku upande wa pili Zara yupo na mwamba anatoa toys za kutumia kwenye kisalasala kinya
Lupembe. Zara akaanza kuogopa. Mimi siwezi kufanya hivyo vitu. Faza akamwambia, yani nakulipa dola 2000 na ushindo kufanya nachotaka. We usinitanie, ila nataka kukimbia. Mwamba akamvuta na kuanza kumpiga na hivyo vifaa vyake. Basi bana, ikawa asubuhi ya michuzi. Huku kwa Mina, mchizi akamwambia, nimependa sana huduma yako, chukua hii dola 2500. Dola 2500? Hiyo 500 ni bonus na hiyo 2000 ni ya kwako. Asante sana ese. Basi sawa, asante kwa huduma, acha mimi niende. Sasa huku upande wa pili kwa Zara amepigika kinoma. Ile Mina anaingia anashangaa Zara amelala chini, huku amepigwa na pesa katupiwa chini. Basi Mina akawa anajaribu kumbeba ili wasepe, maana Zara alikuwa hajiwezi kabisa, amezidiwa. Sasa zimepita kama siku 2, hali ya Zara imekaa sawa. Wapo wanapiga story na Kelly Sebreni. Mara wanashangaa kumuona Mina anashuka ngazi akiwa hawezi kabisa kutembea. Wakaamua kwenda kumsaidia na kumweka kwenye kochi. Kelly akauliza, Mina shida nini? Yani najisikia tumbo kuuma. Je, ulienda kwa dokta? Ndio, nimefanya vipimo lakini akaniambia hakuna chochote, ila akasema nipime kipimo kingine, ndo nipo nasubiri majibu. Zara akasema hii issue ipo kiroho tofauti na kimwili, na shida imeanza toka umelala na yule mwanaume. Hata mimi nafikiria hivyo. Sasa cha kufanya ni kuomba na kwenda kanisani, tuliombee hili tatizo, yani tukemee kabisa. Baada ya wiki moja kupita, waliamua kufunga safari ya kwenda kanisani kumuona pasta na kumwelezea tatizo linaowasumbua. Pasta aliuliza, nini shida? Kelly akasema, sisi hatuelewi, maana mwezi mzima tunaenda hospitali lakini vipimo vinasema hakuna tatizo, maana tumeamua kumleta kwako ili Mwenyezi Mungu amsaidie. Okay, Biblia inasema ya Yeremia sura ya 33 mstari wa 3 inasema, niite nami nitakuitikia, nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyaweza. Mina, usijali, utapona endapo utakubali kuachana na vitu vya dunia na kuwa na imani ya kumkabidhi Yesu maisha yako. Sasa hivi watu wanatumia pesa vibaya kujiunganisha na maagano ya nguvu za giza. Pastor, naomba unisaidie, nitafanya kila kitu utakachoniambia. Okay, sawa, fumbeni macho tuombe. Zara, Mina na Kelly waliamua kuokoka na kumkabidhi Mungu maisha yao. Huku nyumbani ilikuwa ni mwendo wa kusoma Biblia, kuabudu na kuomba sana ili Mungu awaponye na maagano ya nguvu za giza. Kesho yake wakaenda tena kanisani, wakapiga na magoti na pastor alikuwa akiwaombea, kila maagano machafu na vunja katika jina la Yesu. Mungu wasaidie hawa watoto, mizimu yote na ichoma kwa moto walao. Amen. Sasa mmekuwa watoto wa Mungu. Basi pastor akawapa mawaidha ya mwisho na kuwaambia wasali sana, maana wapo kwenye vita kubwa na nguvu za giza. Asante sana pastor. Sisi tutakuwa mafundisho kwa wasichana wadogo. So leo mida ya saa 3 asubuhi Zara, Mina na Kelly waliamua kurekodi video. Mimi ni Mina, hello, mimi ni Zara, na mimi ni Kelly. Tumerekodi video hii kuwapa somo wasichana wadogo kuwa usipofunzwa na mamaye utafunzwa na ulimwengu. Maisha yametufundisha vitu vingi, lakini kiukweli Mungu ametukomboa. Kwa hiyo ushauri wetu kwetu ni wasichana wenzetu kuwa muombe sana Mungu, fanya kazi zako kwa bidii na kuwa mvumilivu. Mungu atajibu maombi yako. Filamu inamalizika kwa picha ya furaha na upendo, umoja ndo kama hapo. Mimi nimejifunza maisha ya uongo na ushindani wa mitandaoni huishia kuleta huzuni, mateso na kupoteza urafiki wa kweli. Hii movie inafahamika kwa jina la Hustle Code. Mpenzi mtazamaji, niandikia maoni yako kwenye comment, umeionaje hii movie? Je, kuna ushauri unataka kunipa au kuna kitu na fulani unataka kiongezeke kwenye movie recap? Niambie, mimi nitapita nacho. Mashabiki zangu, asanteni sana kwa kufuatilia mzigo by the way, na imani mtakuwa mmeenjoy sana. Na mimi sina la ziada, na hapa ndo unakuwa mwisho wa kigongo hichi hapa. Lakini kabla hujaondoka, usisahau kusubscribe, kubonyeza notification bell ili uweze kuwa wa kwanza kupata notification wakati video mpya ikipandishwa mjini YouTube. Ulikuwa na mimi kipaji cha kijiji J Don OG. Tukutane kwenye video nyingine. See you when you see me. Goodbye.